Sisi wazee ni hazina kubwa mno. Hazina hiyo ianzie majumbani kwetu. Sisi tunamiliki majumba, tuwatetee mwenyekiti na mabalozi wake kuhusu michango. Tukae nao hao watu tunaokaa nao, tuwahimize. Sio mtu tunawasumbua. Mama anajitoa sana na mabalozi wake, anashinda pale mpaka aondoke, msiba umemalizika. Tulione hilo ndugu zangu, tulione, tumsaidie mama. Mabalozi wanashinda, wanakimbia na mwenyekiti atulii na watu wake. Sasa sisi ndio ngazi kubwa, tunao wapangaji, tukae tuseme nao. Asante, Mungu awabariki. Kwenye siku ya kiyama nasema Bwana, yule mwenyekiti aliwaita mkasikia neno hili, sasa ukalipuzia wewe huko. Kama ulilikumbuka, anasema Bwana, ulipopata pale ndio maana umekwenda kwenye njia iliyonyoka. Kwa hiyo jamani, ninaomba sana kwamba tupo hapa katika kijiji hiki, hatujui kusema kwamba ni lini, wakati gani nitaondoka, nitafanya nini. Kwa hiyo tuwe macho kabisa namna ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kusema kwamba Mungu amwezeshe mji huu, aiweke atie baraka pale alipopunguza, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu, anatenda kama tutakavyoomba. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, uishie milele Jehova, tazama watoto wako tumekusanyika mahali hapa Baba, na yeye aliyetukusanya ni kwa neema yako tu. Kamwezeshe Baba, kamtie nguvu, kamlinde katika maisha yake, kamwezeshe na pale alipopunguza ukamjaze tena maradufu. Mungu wetu, kwa maana unatupenda upendo, maana umetukusanya mahali hapa kwa siku ya leo. Asante Baba wa mbinguni, tunapotawanyika tutawanyike kwa amani, tukilindwa na mamlaka na ulinzi wako, jinsi yale tuliyopokea mahali hapa tukapate kuyatendea kazi. Asante Mungu wetu, kwa maana umetuwezesha kuwepo hapa. Tubariki, tuongoze kwa mambo yote. Mungu wetu Baba mtakatifu, na hali ya hewa yote hii inayotokea, si kama tunasema mabadiliko ya tabia ya nchi, bali ni mabadiliko ya tabia ya wanadamu. Wanadamu tumekuacha, tunaacha kutenda kama jinsi vitabu vyetu vinavyotueleza. Tujalie Baba, tuliopo mahali hapa tukapate kutenda sawa sawa na mapenzi yako, na tabia ya nchi zote zitabadilika, kwa maana umesema kwamba mkijinyenyekeza na kutii mtawaponya na kuponya nchi yenu. Asante Mungu wetu, kwa maana umetusikia. Bwana wa majeshi, tuongoze tunaporudi kwa mamlaka na kwa ulinzi wako. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nikiomba na kushukuru. Amen. 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 Mungu awabariki. Moyoni wakati napigiwa simu kwamba unaitwa kwa mwenyekiti, ndio kusifu. Kwa nini wewe tulia? Nilijua la kuja kusutwa umbea, maana sisi wa mama kwa mwanamke yote mbea. Basi sasa mimi nakuja moyo hivi. Wenzangu wote wamekuja saa 8, mimi saa 7 kasoro niko hapa kusikiliza kwamba kuna jambo gani hapa inoko. Kumbe inshallah Mungu asiongee mengi kamaliza na nimemfuatilia sasa. Kwa mama wote naomba mama tumuombee, yani hichi alichokitoa kije mara 3 yake. Amina, amina. Na tuwe na upendo kwa kama alivyosema mkuu tu kwamba msije mkaunganisha na siasa. Wakina mama na sisi tumezidi. Kwa hivyo tumekaribisha hapa chakula. Hivi kuna huyu mama katoa moyo wake wote kwa nia nzuri. Uchaguzi wa 2029 hii 26 ni leo. Simtasahau. Kwa nasema wakina mama wenzangu wote tuwe na kitu kimoja cha kumshukuru. Wote nimrudishie Mwenyezi Mungu sifa na utukufu kwa kuweza kwanza kuwapa kibali cha kuweza kufika mahali hapa, kwa sababu ni wengi nilialika karibu wazee 40 hapa, lakini ni waliofika wengine wanaweza kuwa na matatizo yao, lakini nyinyi mliofika Mwenyezi Mungu awabariki, muendelee kuwa na moyo huo. Nimeona ni jambo jema. Wazee ni hazina, wazee ni baraka. Ningeweza kula hata na watu wa namna yoyote ile, lakini niona kwanza nitangulize wazee.
inaweza ikaja kufika wajane au yatima yani, lakini kwanza wazee. Wazee wana mawazo mazuri, wazee wana mambo mema ya kutueleza sisi vijana ambao bado tunaendelea kutafuta mbele. Nimetoa shukrani kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilinda afya yangu. Nilikuwa kwenye hatua mbaya, lakini leo Mungu kanirudisha, niko vizuri na ninafanya kazi zangu. Bila Mungu yasingewezekana. Maana kuna kipindi hapa nilienda nalazwa usiku saa 11 nalazwa Mbambara. Ndio tumekula sumu na Mbambara. Lakini Mungu katuokoa, Mungu katuponya, tunaendelea kupiga hatua. Hata wengine wakisema Mavumbeni, wengi wanakuja kunitazama walikuwa wakiondoka wanasema yule mwenyekiti afikishi kesho. Lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu kanipa maisha na ninajua Mungu anaendelea kunipa maisha marefu. Tuendelee, kikubwa tuendelee kuombeana. Kikubwa wazee wangu tuombee kitongoji chetu. Kitongoji chetu ni cha wazee wastaafu. Wastaafu wengine ni wakorofi. 80 lakini. Ni wakorofi kwa sababu wanajua wana elimu na wamefanya mambo mengi. Lakini mtoto kama mimi kuwaongoza watu wastaafu wasomi wakubwa ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini niwaombe, tuwaombee wazee, tuombee kitongoji chetu. Tuombee kila tunachokifanya kwenye kitongoji chetu kiwe baraka kwa Mwenyezi Mungu. Na tupende kusaidiana sisi kwa sisi. Maana unaweza kukuta jirani yako ana jambo ambalo analishindwa kulitatua mwenyewe au anaumwa, wewe kama umeuiwa kumsaidia, msaidie. Kutoa ni moyo, sio utajiri. Sio kwamba kila mtu leo kwa anatoa, yani kwanza matajiri ni wagumu. Wanaotoa ni watu ambao hatuna uwezo. Kwa hiyo naomba Mungu tuombee kitongoji chetu, tuombeane sisi kwa sisi. Wazee ni hazina. Jamani, hazina, akiba hiyo, hazina. Ni jambo jema sana. Niwashukuru. Siku nyingine nitawaita isiyokuwa na jina, lakini itahusisha wazee, yatima, wajane wote. Tutafanya sehemu kubwa. Tukae tu kwa furaha, tule kwa amani. Haina jambo lolote lile la kusema kuwaza sijui unawaza nini, hapana. Tunakula tu, tunafurahi. Basi tunamshukuru Mungu. Asanteni na karibuni tena na tena, msichoke kuja. Mimi kwanza nimshukuru Mungu kunifanya leo nasimama mbele yenu wazee wenzangu naongea. Kwa sababu miongoni mwa watu waliokuwa wanaambiwa kesho wafiki ni mimi. Mpaka hivi leo nina mguu wa pili wa tatu, naomba mguu wangu watu wauone. Lakini sasa kwenye hili nataka niwakilishe siasa. Kwa sababu nisipoiwakilisha tutakuwa hatujamfanyia haki huyu mama.